Basi Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, Speaker wetu wa kitaifa National Assembly, kiongozi wetu wa wengi katika bunge letu la kitaifa, na viongozi wote na wananchi, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Basi nataka nichukue nafasi hii kwa niaba ya watu wa Sigor na hii county kukaribisha rais wetu mpendwa katika county hii ya West Pokot. Ya pili, Mheshimiwa Rais, natoka Sigor, tunapakana na Elgeyo Marakwet na Turkana South. Hii mambo tunaongelea kuhusu mambo ya insecurity ni mambo ambayo imetuaffect mwile sana. Na tungekuwa na ombi moja ya kwamba kuna zile inaitwa gazetted administrative units kwa border kati yetu na majirani, divisions, locations, some locations. Tungeomba hasa zile za border ziwe operationalized kabisa, ndio serikali iwe karibu na wananchi na iweze kushughulikia mambo ya ukosefu wa usalama katika mipaka yetu. Ya pili, kuna police posts ambayo pia ilikuwa gazetted, imepitishwa, haijajengwa na haina staffing, haina askari. So tungeomba pia askari wengi waletwe hapa na zile police posts gazetted tayari ijengwe, ndio iwe kwamba tunaweza kushughulika na hii mambo ya ukosefu wa usalama kwa njia ambayo italeta utulivu katika sehemu ile. So hiyo ndio ningetaka niombe katika nafasi hii. Na Mheshimiwa Rais, ulikuja hapa mara nyingi na ukasema kwamba lazima hii Pokot ibadilike. Na wakati ulikuwa naibu wa rais ulijaribu sana kubadilisha hapa. Na tumeona mabadiliko mengi. Umeleta mabarabara nyingi hapa, ukasaidia sisi Sigor kujenga Chester Teachers Training College ambayo inaendelea sasa. Hidi Chester Teachers Training College wakati ule. Na sasa wakati wewe ni rais, najua ile mambo ulisema siku ile itafanywa. So tunaomba barabara ya kutoka Marich kwenda Chesegon, Tot mpaka Parpelo mpaka upande ya Baringo inaendelea. Ingine kutoka Sigor mpaka Tamkali inaendelea. Ile tungeomba kama watu wa Sigor sana kama priority wakati huu ni barabara kutoka maana ito Chepkaun kwenda Kapor iwekwe lami. Hiyo itasaidia ile mlima kabisa na tutasonga mbele vizuri. Kuna forest inaitwa Kabone tuko juu, wakora wanaishi. Mnajua Waziri Murkomen tukienda kwake tutamwambia atengeneze barabara za kupita pale ili iwe security roads katika sehemu hii, ndio serikali iweze kurespond kwa haraka wakati kutanatokea majanga kama hii. So hiyo tutapanga na yeye alafu tuone vile atafanya. Nimeona mwenyekiti wa mambo ya budget hapa, rafiki yangu Ndini Nyoro. Iko lodge inaitwa State Lodge iko Takwel. Tumekuwa tukiomba rais, naomba uweke pesa KVDA ili waweze kurenovate hiyo State Lodge. Wakati wewe unakuja na rais tunaenda kukutandia huko kwa budget, itakuwa imetusaidia sana. Mambo mengine imesemekana kuhusu, tunashukuru kwa zile appointments ambayo umefanya katika serikali hii. PS moja, CIS wawili, chairman ya board, wale board members na wale wengine. Bado tutaendelea kuomba, mwingine tutakuja kukuona. Mheshimiwa Rais, nimefurahi leo kwa sababu hii ni kanisa. Watu leo wamekuja hapa kutubu. Na hawa tumekuwa tukiwaeleza kwamba barabara ni hii. Tunashukuru leo wameona mwanga. Na wamekuja, tumeungana pamoja, tunaenda mbele. So tunashukuru sana. Kwa hivyo nataka niseme tu, ule mmoja mwenye bado hajaona mwangaza, muombe akuja aungane na sisi twende pamoja. So hiyo ndio nataka, so that hii West Pokot tuwe kitu kimoja na twende barabara nini moja. Ya mwisho, unajua hii mambo ya maandamano katika Kenya hii, Mheshimiwa Rais, sisi watu wa huku tunaonea tu TV na kusikiza kwa radio. Sisi hiyo maneno haiko hapa na sisi hatujui. Tunaangalia tu kwa ile sehemu nyingine ya Kenya. So ningeomba kwamba kama mtu mmoja ndio anasumbua watu Kenya kila wakati, na leo tuko kanisa hapa, nataka tuseme kwamba wale ambao tunaamini wote tuombe huyu mtu ajue ya kwamba Mungu amekataa yeye kuongoza nchi hii mara 5 kupitia kwa Wakenya.
kwa sababu amejaribu mara 5 na kupitia Wakenya wamekataa. So kwa hivyo ile Wakenya wamesema hiyo ni mambo ya Mungu. So yeye aelewe na awaje kusumbua watu. Ndio hii Kenya iende mbele vizuri kwa mapenzi ya Mungu kupitia Wakenya wenyewe. So badala ya kusumbua watu na kutaka kulazimisha maneno ambayo haiwezekani, hakuna haja. So tuombe kabisa aweze kuelewa ndio awaje kusumbua watu. Asanteni sana.